Ibiro ya Yesu. Amen. Ni wale wakeleo kwa David za muri biro mukani. Ni wanani wanahitaji kuwa ni waingize ofisini kwa muda. Uno musi ndaje kugira ngo David za muri biro ya. Siku ya leo nakuja ili niwaingize katika ofisi ya Yesu. Nilikuwa najua kama mmevita. Ndaje kubigiza muri biro ya Yesu. Nakuja kuwaingiza ofisini kwa Yesu. Hadi muri iyo biro turaza gusohokana inyishu zacu. Tena katika hiyo ofisi tutatoka na jibu zetu. By fire by force. By fire by force. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni wanani wanaamini kuwa Yesu anaenda kutenda? Yesaya 61 mstari wake wa 1. Neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana Mungu yuko ndani yangu, kwa maana Mungu amenichagulisha upako mafuta ili niwaambie wale ambao wananyenyekea habari njema. Vugati ubutumwa bwiza. Vugati ubutumwa bwiza. Habari njema, habari njema, habari njema. Inaenea duniani. Habari njema. Subiri kidogo. Hiyo wakisema habari njema. Igihe bafunze ubutumwa bwiza. Inatofautiana na habari mbaya. Biratandukanye n'ubutumwa bubi. Wakisema habari njema. Bafunze ubutumwa bwiza. Ni tofauti na habari mbaya. Biratandukanye cyane n'ubutumwa bubi. Habari mbaya ni habari za kilio. Ubutumwa bubi ni ubutumwa bw'ikilio. Habari mbaya ni kwenda kwa mganga anakupima magonjwa na kuambia hautapona. Ubutumwa bubi ni kuja kwa muganga bakakubwira ko utazokira. Lakini habari njema. Ariko ubutumwa bwiza. Nikamwambia mgonjwa kwamba atapona. Nakumwambia umugwayi yuko azagukira mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza. Nikamwambia masikini kama atatajiri. Nakubwira umukene yuko azagutunga. Habari njema. Ubutumwa bwiza. Nikamwambia binti kama ndoa yake inafunga. Nakubwira umukobwa yuko mariage ni wigeze. Habari njema. Ubutumwa bwiza. Nikamwambia diplome. Nakubwira unafise diploma. Mimi asitakula diploma yako tena. Yuko inyenzi zitazosubira kurya diploma yawe kama. Lakini unaenda kuanza kazi katika jina la Yesu. Alikuwa kutangura kazi mwisi na jana. Aya majambo tuliko tunasoma. Aya maneno ambayo tunayasoma. Na majambo Kristo yavuze. Ni maneno ambayo Kristo amesema. Kristo Yesu anavuze ngo. Kristo Yesu anasema eti. The spirit of the sovereign Lord. Ati imnamo w'Imana. Roho wa Mungu yu juu yangu. Imnamo y'Imana iri hejuru kuri wewe. Amenipaka mafuta. Yanamsize ndowanisha mafuta. Hapo tupaweke kidogo. Aho tuhabike gato. Tuhabike gato. Tuweke kidogo. Mumisanzwe. Katika hali ya kikawaida. Yepa muganga. Nyakati mtu anapokwenda hospitali. Yinjiye muri biro ya dokta. Anapoingia ofisini kwa dokta. Abasigazi ico dokta akora. Anakuwa anajua vizuri kile ambacho dokta anakifanya. Iyo umuntu avuye muhira. Nyakati mtu anapotoka nyumbani. Anaenda muri biro ya avoka. Anaenda katika ofisi ya avoka. Abasigazi ico avoka akora. Anakuwa anajua kazi ambayo anaifanya. Bisigura ngo biro yose. Inamaanisha ofisi yote. Ico ijejwe. Yuko na kile ambacho inastahili kufanya. Biro yose. Ofisi yote. Ikora. Yuko na kile ambacho inakifanya. Umuntu wese iyo yicaye muri biro. Mtu wote anapoikaa ofisini. Yicaye ku ntebe. Anapoikaa kwenye kiti. Anashira imeza imbere yiwe. Anatia meza mbele zake. Naho utaraza atarashi. Hata kama mwenye anakuja hajafika. Yicaye kuri biro. Huyu ambaye anaketi ofisini. Yicaranye kapasite zo gufasha uzoza. Anaketi na uwezo wa kusaidia yule ambaye atakuja. Naamini kuwa mko mnavielewa. Nisaidie kiti. Kugira ngo ndio tangura gusenga n'umwaka w'ibazi bibi. Ili nitakapoanza kuomba usifikiri vingine. Iyo umuntu yicaye muri biro la Kristo. Nyakati mtu anaenda katika ofisi huku
akaba yashizeko n'imeza, anakuwa ametia pia meza. Nari kuri plage kugira ngo base bamufotore. Haiko plage ili waweze kuja kupiga picha. Nari muri restaurant kugira ngo bamuzanire ifunguro. Haiko hata katika restaurant ili waweze kumletea chakula. Ariko yicaye kuri iyo ntebe. Lakini ameketi katika hicho kiti. Kubera ko agomba gutanga service. Kwa maana anataka kutoa msaada. Okay. Daktari hiyo yicaye muri biro. Daktari nyakati anapoketi katika ofisi, aba afise capacity zo gufasha abagwayi. Anakuwa yuko na uwezo wa kusaidia wagonjwa. Na abagwayi batoza. Hata kama wagonjwa hawaji, we abafise mu mutwe yuko ashoboye kuvura. Yeye anakuwa yuko katika kichwa chake anajua kwamba anapaswa kuwasaidia. Abagwayi bataje ngo bavure. Nyakati ambapo wagonjwa hawaji ili aweze kuwatibu. Ugabanya ubudokteri. Havipunguzi capacity ya kuwa dokta. Kandi nigire baje ngo bavure. Na hata nyakati wanakuja awatibu. Ugabanya ubudokteri. Havimpunguzi udokta. Yeah? Nataka kunabuka makuru ya bio. Nikingaliki nasema habari za ofisi tu. Kandi winjira wese. Tena anaingia wote. Asa afise conscience. Anakuja anaelewa vizuri sana. Ahaminji. Eti hapa ambapo ninaingia. Ninjie kwa dokta. Nimeingia kwa dokta. Nicho kituma igiye yinji. Na ndio sababu nyakati anapoingia. Kwa dokta avura. Kwa dokta ambaye anatibu. Ashobora kumubwira ngo. Hawezi akamwambia eti. Dokta. Ushobora kumubwira ngo n'umuco. Unaweza ukanipatia maharage na mchele. Ikituma atamubaza ivyo. Kwa nini hamuulizi hivyo? Naho batize hamwe. Hata kwamba hawakusoma pamoja. Yaje atahura yuko kubera yicaye hajya. Alikuja anaelewa sababu anaketi hapo. Kandi ku muryango handitswe dokiteri. Tena katika mlango panaandikwa dokiteri. Ibyajejwe n'ubudokiteri. Yale ambayo anastahili au anatumika ni udokta. Ingorane ni igihe umuntu yotaka. Tatizo ni nyakati mtu anaweza kapotea. Akaza ku dokiteri. Anakuja kwa dokta. Kandi ni alikuwa anaona dokiteri. Tena hakuwa anamtafuta dokta. Nashobora kutaha na solution. Hawezi akarudi nyuma na jibu. Tuko dokiteri ndio ya afisi. Kwa maana dokta yale ambayo yuko nayo. Ndio yatumye yicaranga. Ndivyo vimesababisha akaketi hapo. Uje kumubaza ibitamura. Ukikuja kumuuliza venye havimtizama. Avuga ngo uno musi nagendewe n'umuntu yatakaye address. Anasema kuwa kwa leo nimetembelewa na mtu ambaye amepoteza address. Uyo rero ni daktari. Uyo ni dokta. Ariko mabiro ari mu gihugu sasa daktari gusa. Lakini maofisi ambayo yako ndani ya nchi sio ya wadokta. Kubera ko atamununumwe kwisi ashoboye gukora byose. Kwa maana hakuna mtu hata mmoja duniani anaweza akafanya vyote. Nicho kitu mushoboye kuva kwa daktari kana. Ndio sababu unaweza ukatoka kwa dokta fulani. Nicho ukazogenda no kwa daktari kana. Kesho ukaenda kwa dokta fulani. Ushoboye no kuva muri biro kana. Unaweza ukatoka katika ofisi fulani. Nicho ukagenda mu yindi biro. Kesho ukaenda katika nyingine ofisi. Ikituma ugiye kuri yo biro. Kwa sababu gani unaenda katika hiyo ofisi? Nikubera ko kuri yo biro. Ni kwa sababu katika hiyo ofisi icayeho umuntu kanaka. Pameketi mtu fulani. Uyo muntu muvya afise. Huyo mtu katika yale ambayo anayo. Hayo solution yao. Kuna jibu yako. So today. Unamusi. Ngoba kuma presenta biro ya Yesu. Nataka niwaoneshe au niwaonekanishie ofisi ya Yesu. Kugira nimwinjira muri biro ya Yesu. Nyakati utakapoingia katika ofisi ya Yesu. Mmenye ivyo mugiye kurondera muri biro ya Yesu. Yale ambayo unaenda kutafuta katika ofisi ya Yesu. Iyo umuntu avuye muri biro ya daktari. Nyakati mtu anapotoka katika ofisi ya daktari. Uyo muntu yarafisingwa. Huyo mtu alikuwa na magonjwa. Yabigire daktari. Asipomwambia daktari. Akachagenda kumwavoka. Anaenda kwa lawyer. Akamubwira. Anamwambia. Kandi ndamwaye no munda. Tena na ugua ndani ya tumbo. Akamubaza waruwa uvuye. Anamuuliza unatokea wapi? Anamwambia natoka kwa daktari. Umemwambia? Ngoya ngomba nabikubwire wewe. Hapana, nimetaka nivikwambie wewe. Anamwambia na usanzwe serukira abantu. Anamwambia mimi hata kama nakutaniwa na representer wako. Si serukira askeriske na amibe. Si kuagi na representer askeriske pamoja na amibe. Kwenda kwa mumajiji bitamura. Kwa maana amemuuliza vile ambavyo havimtaka. So today. Unamusi. Yesu yambwiye ngo ndakubwire. Yesu amenambia nikuambie. Umazimisi winjira muri biro ye. Uko na siku nyingi unaingia katika ofisi yake. Ariko barabaniwe kumusaba ivyo afise lakini umekataa kumuomba vile ambavyo anavyo maana ulikuwa haujui. Utakubabwira ibiri muri biro ya Yesu. Nataka niwaambie venye viko katika ofisi. Ariko kandi ndaza kubitanga kuko ndi secretary muri biro. Lakini tena
yake katika ulimwengu wa kiroho. Vitu vinatumikika bifanye n'uburyo cyangwa kukuga na kugutahura katika ulimwengu wa kiroho. Vitu havitumikiki kwa maana mtu amecheza sana. Havikui kwa maana mtu ameomba sana. Vitu vinatumikika maana mtu ameelewa sana. Ndio sababu neno linasema mtajua ukweli na ukweli kutawapa uhuru. Inamaanisha usipojua kweli hauwezi ukawa huru. Watu wengi walimtongelea Yesu lakini hawajui kile ambacho Yesu anakutenda. Katika kitabu cha Isaya sura yake ya 61 mstari wake wa kwanza, nabii Yesaya anavisema kama vile ni Yesu yuko anajisemea, kwa maana kinywa cha nabii hakasemi kwa Mungu, anasema tu, kanasema ninasema, kwa maana Mungu anaishi katika kinywa cha nabii. Umufungishwa Isaya akasimama mbele ya watu akasema, Roho wa Mungu Baba yuko ndani yangu. Hicho ni cha kwanza. Ya kwanza, katika kichwa changu kwangu mimi kuna Roho ya Mungu. Hiyo Roho ya Mungu Baba haiko ndani yangu ili tufanye sport. Inasema amenichagulisha mafuta. Kukuchagulisha mafuta ni kimoja na kusema yanashiza hano kuruhande. Ambacho kilisababisha kanitia pembeni mimi. Cha kwanza ni kwa sababu niambie wale ambao wanashtusha habari nje, ili niwaambie wale ambao wanaojishusha habari njema. Ndio sababu Roho wa Bwana yuko ndani yangu. Cha pili, ili mazobra kalanga azota. Hallelujah. Yaluya kukusanya sana imiti bimenetse. Amenituma kusanya roho ambazo zimevunjika. Na kumenyesha abalingwa ko barekuwe. Na kuambia wale ambao wamefungwa kama wanaachiliwa. Bimbo yakosugururi. Pamoja na wenye wanafungwa kama wamefungwa. Ayo matambo Yesaya akiyavuga. Ile maneno Isaya alipoyasema, basi ni wao wanafanana. Watu wengi hawakujua thamani yake. Kuko Yesaya wali wamuzi. Kwa maana yeye Yesaya walikuwa wanamjua. Alikuwa ni mama yuko Yesaya. Lakini hawakujua kwamba Yesaya alikuwa anavuga amakuru yugiye kuza. Yuko nasema habari za yule ambaye anaenda kuja. Amakuru y'umwana w'umuhungu azovuga kuza. Habari za kijana mwanaume atazaliwa duniani. Yesu amaze kuza kuishi. Yesu alipofika duniani, nyakati alipokuwa anafanya kazi zake ya kukusanya roho zilizovunjika, ya kusaidia watu katika hali tofauti, akaona kuwa watu hawajaelewa kilichomleta. Akajua kwamba watu hawaelewi kazi yake, kwa maana alikutana na watu wanamuuliza vitu tofauti na vyenye amekuja kuvifanya. Wamoja wakimtizama tu kama mtu fulani anakuja kupambana ili aweze kuwa mfalme. Lakini niko natulikanisha habari za ofisi yake, nyakati tutakapoingia katika ofisi yake ulimwengu siku ya leo, tutoke na masolution yetu katika Yesu alipoingia katika sinagogi, wakamletea kitabu. Yesu akakichukua, akakifunua. Palikuwa vitabu vingi katika hicho kitabu. Kuna vitabu vya Taurati, palikuwa na kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Taurati. Vilikuwa vimepangwa katika kitabu kimoja. Kuna habari za wanabii wengi.
kumugaragara. Kwa maana vile ambavyo vilisemeka ilifika nyakati vionekane kwa macho. Kugurura muri ico gitabo. Alipomaliza kufungua hicho kitabu. Mu gitabo cha Luka 4:18. Katika kitabu cha Luka 4:18. Arasoma ayo majambo. Akasoma hayo maneno. Akasema Roho wa Bwana yuko ndani yangu. Yantobanuje amavuta. Amenichagulisha mafuta. Je suis diplômé, je suis qualifié de ça et ça et ça. Ati jewe ndashoboye ibi n'ibi. Tukakutobanuza amavuta. Kwa maana kunichagulisha mafuta. C'est comme s'il voulait dire son qualification. Ni nguko irashaka kwerekana igikorwa cyane cyashoboye. Par l'onction qui est sur moi. Bivanye n'amafuta ari kuri jewe. Ma qualification. Qualification ya. C'est guérir. No kukiza. C'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. No kugira ubutumwa bwiza abakene. C'est comme si Jésus disait je suis qualifié de ça. Ni kuko Yesu yavuga yuko mfise ububasha cyane shoboye kuri ibyo. Ubuye n'umuntu ari qualifié no gutanga impuzu. Ukikutana na mtu yuko qualified kupana nguo. Umaze kuva mu kibazo cyo gutamba. Unakuwa umetoka tayari nafasi ya kutokufa. Ubuye n'umuntu ari qualifié mu gutanga ibiharage. Ukikutana na mtu mwenye uwezo wa kupana maharage. Ubuye ngorane yo kubura ibiharage. Unakuwa unatoka katika shida ya kukosa maharage. Yesu anafunga. Jewe ndi qualifié. Aseme mimi niko qualified. Kugira ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Niambie masikini habari njema. Abantu ni bakenya amafaranga bo. Watu hawako maskini wa pesa wote. Abandi barakenya mahoro. Wengine ni wa maskini wa amani. Abandi bakenya ivyizigiro. Wengine wana maskini ya kutofuata matumaini. Igituma jewe mwemoro ari kuri je. Lakini kinachosababisha Roho wa Mungu yuko ndani yangu. Igituma yantobanuje amavuta. Na chenye kinasababisha amenichagulisha mafuta. Kugira ngo mvugane n'umukene. Ni ili nizungumze na masikini. Ndamubwire ko agomba gutunga. Nimwambie kuwa anataka kutajirika. Igituma ayo mavuta andiko. Chenye kimesababisha ayo mafuta yawe ndani yangu. Ni kugira ngo mkize abafise imitima imenetse. Niweze kukubali au kutizama wale ambao na roho zinavunjika. Igituma kandi ayo mavuta andiko. Chenye kinasababisha tena ayo mafuta yako ndani yangu. Ni kugira ngo ntangarize imbohe ko zirekuwe. Ni ili nitangazie wanaofungwa kuwa wanaachiliwa. Mazobra makoze brahasha. Ndiko ndumva yuko kuri uno munsi. Niko nasikia sasa kuwa kwa siku ya leo. Ivyo utigeze wakira. Ile ambavyo haujawahi kuvipokea. Can I prophesy Na somo la kuvukishwa. Ivyo utigeze Yale wakira. ambayo haujawahi kuyapokea. Ivyo mitima igomba gukora. Hivyo ndio Mungu anataka kufanya kwa jina la Yesu. Ndasi imana. Iyi Imana izanye ijambo. Wakati Mungu anapoleta Yo neno kutahuza utaratahura. ya kuelewesha mwenye hajaelewa. Ibigomba kumuha ivyo ataraki. Anakuwa anataka kumpa yale ambayo alikuwa hajapokea. Iyi Imana izanye ijambo. Wakati Mungu analeta neno Yo kutahuza utaratahura. ya kuelewesha yule ambaye alikuwa hajaelewa. Ibigomba kumuha ivyo ataraki. Anakuwa anataka kumpa vile ambavyo hajapokea. Biblia ndiko ndasoma. Biblia ambayo ninaisoma Ivuga ngo yantobanuje amavuta. inasema amenichagulisha mafuta. Amavuta Yesu afise. Katika mafuta ambayo Yesu anayo. Kukuvuma n'ibirimo. Kukulaani hazimo. Wowe pour tes problèmes. Ariko Yesu yasoma ni mafuta kubibazo byawe. Si on dit que Kisekedi est élu pour le problème de quelqu'un. Bavuze yuko Kisekedi bamutonya kubikibazo cy'umunukana. Sans quelqu'un là. Uwo munukana. Il va dire comme ça. Mes problèmes n'ont plus de force. Achavuga ati ibibazo byanje nta mbaraga zigifise. Parce que quelqu'un est choisi pour mes problèmes. Kuko umunukana yatowe kubibazo byanje. Hallelujah. If they say someone is anointed for you, bavuze yuko umunukana yasizwe amafuta kubwawe. that means Bisigura ngo the Lord of hosts Imana yaravye ingorane yawe. alitizama tatizo lako. Abona yuko atari ngombwa yuko ikuguma. Akaona kuwa sio lazima tatizo ikubaki eko. Ariko kugira ngo iyo ngorane ive. Lakini kwa kusema hiyo tatizo ikutoke eko. Imana irobanuza umuntu amavuta. Mungu anapaka mtu mafuta. Si kugira ngo ase bamuririmbi. Sio juu aje wa mwimbi. Imurobanuza amavuta uwo muntu. Inampaka mafuta huyo mtu. Kubera ingorane yawe gusa. Kwa ajili ya shida yako tu. Iyo utari kuba ufise iyo ngorane, usingekuwa na hiyo tatizo, ayo mavuta ntiyari kuja kuri uwo. Ayo mafuta hayangekwenda kwa huyo mtu. Igihe buguruye biro muri biro. Nyakati
wakati wanafungua ofisi vile yo gufasha abana bo mwibarabara ya kusaidia watoto wa barabarani, ni kubera ko bagomba kurangiza ingorane z'abana bo mwibarabara, ni kwa sababu wanataka kumalizia tatizo za watoto wa barabarani. Sio ngo bayuguruye uno munsi, inamaanisha wakifungua leo ingorane umwana w'ibara yarafise muri 2010, tatizo mtoto wa barabarani alikuwa nayo mwaka 2018, nasubira kuziprojecta kwazo sigira muri 2020, hata ongeza kufikiria kuwa atakuwa na hizo tatizo katika mwaka 2020. Atakula kwigira muri we, anaanza kujiambia ndani yake, barazanye biro, wameleta ofisi kandi yaliyo finance zikwiye, tena kuna finance ambazo zinaenea kugira ngo jewe ingorane yanjive, ili mimi tatizo langu linitoke. Jesus Yesu niwe ahagaze imbere y'abantu, ndio ambaye anasimama mbele ya watu, anawaambia umvirizane. Mwingi version, mwingine version, nisikilize vizuri, nyumvirizaneza. Roho wa Mungu ni juu yangu, nemu uhoraho ari kuri jewe. huyo Roho wa Mungu ambaye yuko juu yangu, nemu uhoraho ari kuri jewe, haiko juu yangu tu niseme kwa lugha, nabo ari kuri jewe kugira ngo mvuge mu ndimi, haiko juu yangu na ari kuri jewe tu nikutabirie kugira ngo ndakuvugishweho. huyo Roho wa Mungu uwo nemu uhoraho ambaye yuko juu yangu, we ari kuri jewe, haiko juu yangu tu nikuimbie bien, nabwo ari kuri jewe kugira ngo ndakuririmbire neza, lakini Roho mwenye iko juu yangu, ariko nemu ari kuri jewe, iko juu yangu juu yako, ari kuri jewe kubera wewe. aya basata malubra mazobra. Haleluya. Ni kama Yesu anasimama mbele ya mtu, ni nkuko Yesu yohagarara imbere y'umuntu akakwambia listen, akakubwira tumvirizano, Roho wa Mungu yu juu yangu, mwema uhoraho ari kuri jewe, haiko juu yangu tu nicheke, nabwo ari kuri jewe kugira ngo haiko juu mweke, yangu tu nipigane, nabwo ari kuri jewe kugira ngo ngwane, lakini iko juu yangu juu yako. ariko ari kuri jewe kubwawe. Sandere bosha zakatana babosha, nakuja leo ndaje uno munsi neema hiyo hiyo kuri ubwo buntu nyene, nimwambie maskini kwamba wiki moja tu mbwire umukene yuko mu ine azoba yakumva. nakuja leo ndaje uno kwa munsi neema hiyo hiyo, kubwo buntu nyene, nimwambie mwenye ana kazi mbwire umuntu adafise akazi kwamba msiku 14 atakuwa yuko mu anafanya minsi kazi. 14 gusa azoba ari ku kazi. Ninakuja leo ndaje uno kwa munsi neema hiyo kuri hiyo, ubwo buntu nyene, nimwambie mwenye hana kitu mbwire umuntu adafise ikintu kwamba mtaji unaenda kumlokalize. yuko umutahe ugiye kumuraba hano. Nakuja leo hii ndaje uno munsi ndani ya neema hiyo kuri hiyo, ubwo buntu nyene, ili mtu mmoja kugira ngo umuntu umwe atoke mshida alokuwa nazo, ave mu bibazo yarari, aingie katika mpango wa Yesu yinjire leo. mu migambi ya Yesu uno munsi. Kamango karamangosoro sote. Sika. Reka ndavyambi vile gato chenda basenge. Acha nivipanue kidogo nipite na waombea. Jesus help me to make them understand. Yesu fasha shobore kubatahuza uko bikwiye. Ni wale wizera kwa Yesu yapfuye. Ni wanani wanaamini kuwa Yesu amekufa? Ni wale wizera kwa Yesu yazuka. Ni wanani wanaamini kuwa Yesu amefufuka? Kama imani washiriki. Tupigie Mungu makofi. Kwa kuambilia gato. Hiyo message nyingi muda yangu. Hiyo message nataka nipanue kidogo. Okay, hiyo ni yambe. Hiyo ni ya kwanza. Bade wizera kwa Yesu atapfuye yabapfiriye. Ni wanani wanaamini kuwa Yesu akufa lakini amewafilia? Ni bande bizera ko Yesu yapfuye. Ni wanani wanaamini kuwa Yesu amekufa? Na waona. Ni bande bizera ko Yesu atapfuye. Ni wanani wanaamini kuwa Yesu hakufa? Ahubwo yarapfuye. Lakini amewafilia. Je ne pas mort, je suis mort pour nous donc. Yesu ni yapfuye kugati. Il n'avait pas le droit de mourir. Na droit yarafise yo gupfa. Mais la mort était possible parce qu'il a pris ma mort. Ariko urupfu rwana mushobokeye kubera yateruye urupfu rwanje. Mazoka talababoso. Okay, iyo bavuze urupfu. Nyakati wanaposema kifo, Itega yuko umuntu bamutwara ku mpanda. wanajitarishia mtu kumpeleka Mpanda. Ariko rero bafite amagara yapfuye. Lakini kuna watu wana afya zimekufa. Kuja mugabo yarasigaranye 30 kilo. Kwa maana ule bwana alikuwa na makiza kilo 30. Yarafise amagara yari yapfuye. Alikuwa na afya ambayo imekufa. Ariko
ariko ayo magara amaze kuzuka, lakini hiyo afya ilipofufuka akasubira kuri 90, akarudia katika vilo 19 kugira ngo asubire kuri 90 ili aweze kurudia katika vilo 19. Malaika azi ayo makuru neza, malaika ambaye anajua hizo habari vizuri, niyamusenge, hakumuombe, ahubwo yaje aramutanga, lakini alikuja na akamtangazia, akashangaa, ni kubera iki uriko urapfa, ni kisi gani uko unakufa hakusa hapa tu, hivi yaraheze, hivi tayari vimeshaisha. nyama makata na mosa. Hallelujah. So bavuga ngo mukominike amakuru y'ukuri, ilikuwa amtulikanishe habari za kweli. My God. Ni bande bizera ko Yesu yazutse? Ni wanani wanaamini kuwa Yesu amefufuka? Thank you. Ni bande bizera ko Yesu yabasukiye? Ni wanani wanaamini kuwa Yesu amewafufukia? Ni mufatira mujya kukuzukira kuruta kuzuka. Uendelee unakamatilia kukufufukia zaidi ya kufufuka. Uzogume ko yakufiriye kuruta kufa. Ukamate kuwa amekufilia zaidi ya kufa. Ukona Gaddafi yarapfuye. Kwa maana hata Gaddafi si amekufa. Na Mobutu yarapfuye. Hata Mobutu amekufa. Aliko Yesu yaragupfuye. Lakini Yesu ametufilia. Sio ndike kelekea bavuze ko umuntu yariye mu kibanza cyawe. Wakisema mtu amekula nafasi yako, ustafuti wali tena. Nurondero umuceri kandi wajeje. Ego turakumva prophet. Wakikwambia kuna mtu alikuja hapa akakula nafasi yako. Bavuze yuko hari umuntu yajenga ararya ku gishingo cyawe. Weregea tujuma rage na wali mbesha kawa. Wewe ihangane kuko umuceri n'ibiharage vyahezeke. Sasa ukija kikwambia kuna mtu alikufa nafasi yako. Sasa ikihe bavuze yuko umuntu yapfuye mu gishingo cyawe. Ambia mauti bye bye. Ina kuruko ni bye bye ari uko nigeze kuvuka. Mandoro kosoko. So now. Iyo Kalvari. Iyo Kalvari. Nababosheje. Iyo Kalvari. Iyo Kalvari. Gaho sawa bariko barere. Hapa watu wanapata maono. Baba bariko barere. Wamoja wanapata maono. Babonye Yesu Kalvari. Wanaona Yesu Kalvari. Ariko je niko ndere. Lakini mimi naona Naona jewe kana. naona mimi Kalvari. Kuko Imana ibona ko vyarangiriye hariya kugira ngo indeke vuga ubutumwa. Kwa maana Mungu anaona kuwa vimeishia kule ili aniache niseme habari njema leo. Bakundwa, wapendwa, aya majambo ni yakwinjiramo gusa neza. Hizi habari zikiingia ndani yako vizuri, nibiza kugusaba amasegonda. Havitakuomba hata masekonda. Telefone yawe ikitangura kubisanta ngiriko ndabikora. Simu yako itaanza kuvisikia nikingaliki na visema. Shetani icamutera ubwoba chenye kilimtisha nuko kwisi haza iyindi biro, ni kuwa duniani pakuje nyingine ofisi. Kuko ngaha kwisi shetani asanzwe afise biro. Kwa maana duniani shetani anakutaniwa yuko na ofisi. Muri iyo biro mama biga ukuntu abantu bagira ingora. Kwa hiyo ofisi wanajifikiria jinsi watu watapata shida. Muri iyo biro mama biga ukuntu abakobwa batorongo. Katika hiyo ofisi wanasoma jinsi mabinti hawataolewa. Muri iyo biro mama biga ukuntu umukozi w'Imana bomubanya. Katika hiyo ofisi wanasoma jinsi mtumishi wa Mungu atampiga. Shetani amenye yuko aliya makuru ya anajua kwamba kuna habari zimesemeka. Biche mwavugisho batanduka. Ikipita katika manabii tofauti. Yuko kuri iyisi. Ya kuwa katika hii dunia. Hasoza iyindi biro. Watakuja nyingine ofisi. Ikorere ngaha kwisi. Itumikie hapa dunia. Iyo biro. Iyo ofisi. Inyuma yuko shetani. Inanyuma kuwa Satan. Yaramaze gutangariza abaciye bugufi ubutumwa bubi. Alikuwa ameshatangazia wanaojishusha habari mbaya. Iyo biro. Iyo ofisi. Yaje guhura nabo bantu nyene. Imekuja kukutana na hao watu kugira ngo ibabwire ubutumwa bwiza. Iwaambie habari njema. Okay, thank you. Muri Yohana 10:10 bavuga ngo. Katika Yohana 10:10 wanasema. Umusuma nazana n'ikindi. Mwizi akuje na kuleteshwa na kingine. Biro y'umusuma ntijejwe ikindi. Ofisi ya mwizi haitaji kingine. Kila sekwica kwiba no kwangiza. Lakini kuua, kuiba pamoja na kuangalia. Aliko jeho. Lakini mimi
lakini mimi biro yanje ofisi yangu ijejwe inatumika gutanga ubugingo kupana uzima kandi kubutanga busagutse tena kutoa unaendelea. biro yanje Ofisi yangu ijejwe inatumika gutanga ingabire kupana karama kandi kuzitanga zisagutse inapana karama zinaendelea. Ofisi yangu inatumika gutanga mamaria kupana watoa kandi ikayahaba tena inawapatia nashobora kuvuga na mmoja. ndahezagiye ugutwi kose kuliko kurani Nabariki sikio lote linanisikia. ndavuze ngo ndahezagiye ugutwi kose kuliko Nasema kurani nabariki sikio lote linanisikia. ndarekuye amatangazo yo muri biro ya Yesu Na acha matangazo ya ofisini kwa Yesu. chakintu nyene wabona ko kimeze Kile nabi kitu uliona kwamba kiko vibaya biciye mu mavuta y'ino biro turiko turakorera ikipitia katika upako wa hiyo ofisi tunatumikia. ndagutangarije yuko ingorane zihagaze Na mu izina ryayo kutangazia kuwa matatizo yanasimama huyu zamana Bwana. mamosha talababone Hallelujah. ngiye kuamplifia kana Naenda tena kutafsiri zaidi kugira ngo twinjire directement ili viingie vizuri ndani ya mifumo. hakunyumvirize neza Hapa umesikia vizuri. Yesu Yesu imbere yuko aza ku isi kabla ya kuja kwake duniani yarazi kimuzanye ku isi alikuwa anajua kile ambacho kinamletea bande duniani. babyemeza Ni wanani wanavikubalisha? Yesu atarazi Yesu kabla ya kuja yarazi kimuza alikuwa anajua kinachomleta, sio wenyene sio yeye peke yake. Yesu atarazi Yesu kabla ya kuja, abavugishwa manabii bari bamaze kwerekwa ibisohoza walikuwa tayari wameshaoneshwa vile ambavyo vitakuja. bari ababyemeza Kuna vile ambao wanakubalisha. Yesu ataraza ku isi Yesu kabla ya kuja duniani, Satani shetani yarazi bimuzanye alikuwa anajua kile ambacho kinamleta duniani, kuko igihe Imana yavuganye na Eva kwa maana nyakati Mungu alipozungumza na ku Hawa makuru y'uzokandagira umutwe katika habari za yule ambaye atakanyaga kichwa, yariko aravuga umuzo wa Kristo alikuwa anasema kuja kwa Kristo Yesu. igihe Imana yafashe Abrahamu Nyakati Mungu alimkamata Abraham ivuga ngo ugumanya ko kazina ka akamwambia, ukibakiza kwa kajina kako Abrahamu bisigura pere leve Abrahamu bisigura Abraham bisigura umugabo yashizwe hejuru. nacho vyomfasha Hakuna ambacho kuko vitasaidia, singeneye ushizwe hejuru muri mwebwe kugira ngo atabarisi kwa maana sihitaji yule ambaye anatiliwa juu kwenu ili ahubwo atasaidia, ndakugize pere la multitude lakini nakufanya perdo la multitude mu migisha Imana yabwiye Abrahamu katika baraka ambazo Mungu aliambia umugisha w'indwi baraka ya 7 yabwiye ngo biciye kuri wewe alisema kupitia kwa amahanga menshi azoheza taifa nyingi zitabarikiwa. ayo makuru yose yariko aravuga umugabo Hizo habari zote zilikuwa zinasema mtu mmoja. Satani atangura kulokaliza Shetani akaanza kulokalize. uyu bariko baravuga ko Huyu ambaye wanasema yeko hivi ashobora kuba ari wazovamo uyu anaweza kuwa yeye ndo atatoka yemo huyu. reka ndabitore Acha nivivuruge. Sara araproposa Abraham Sara akamupropose Abraham. Abraham avyarana na Agai Abraham akazaa pamoja na Agai. mwese murabizi ko Imana ihana abanyabyaha Mwe wote mnajua kwamba Mungu anapiga wenye dhambi, ariko Imana irikausha lakini Mungu akajikausha kugira ngo umugambi nuhavuka ili mission isikufi. Turakumva Prophet. nico gituma atahanina hamwe Ndiyo sababu hakuna nafasi hata moja uzobona Imana ikarira Abrahamu kubera ko yavyaranye na Agai utaona Mungu anamkaribia Abraham kwa maana amezana Agai. Imana niyigeze inamansiona Mungu hakuwahi hata kusema kumwambia Abrahamu kubwira Abraham, we Abrahamu wa Abraham jana mezana Agai kubarikiwa tena Agai. Imana yaravyikausha Mungu amejikausha. umunsi Imana yavuze izina rya Ismaili Wakati Mungu aliposema jina la Ismaili iri kumwe na Abrahamu alipokuwa pamoja na Abraham, igihe Abrahamu yabwiye Imana makuru ya Ismaili ni nyakati Mungu Abraham aliambia Mungu habari za Ismaili. Imana iriko iramubwira ku bijanye n'uko azasaba kuba amahanga menshi Mungu alipomwambia kuwa atakuwa baba wa mataifa mengi, Abrahamu avuga ngo basi ndashaje ngo basi uzobicishe kuri Ismaili Abraham akasema nimezeeka, pitisha basi kwa Ismaili. nibwo bwa mbere Imana na Abrahamu baze kuri Ismaili Ndio turi ya kwanza Mungu anasikia sauti ya nibaza ngo niyo nzomurabira akasema na wewe ariko unamtizamia, mfise umugambi n'umugabo witwa Cheko lakini nina mpango na mwanaume anaitwa Cheko Isaka ni Cheko Isaka. umugambi n'umukuruzo kwitwa Cheko N'umuntu yitwa Gatwenge. listen
Birabandanya. Vikaendelea. Isaka anavuka. Isaka akazaliwa. Isaka atwala Rebeka. Isaka akapeleka Rebeka. Alipokuwa ndani ya tumbo. Idaimoni ifata Esau. Pepo ikamkamata Esau. Let me show you. Rekadabere kikindo. Imani yanga. Mungu anakataa nani? Imani yanga. Mungu anakataa. Imani yanga. Mungu anakataa nani? Aliko Esau agomba kuvuka. Lakini Esau alipotaka Biblia ngo nakunze Yakobo nanse. Biblia inasema nimependa Yakobo nimekataa Esau. Imani tangana. Mungu ambaye akataa nani? Nikubera iki yanse Esau. Ni kwa nini amemkataa Esau? Nikubera ko Esau. Ni kwa sababu Esau ni alikuwa kwa Yakobo. Hakukuwa anapiganisha Yakobo. Alikuwa kwa mugambi uzocha muri Yakobo. Alikuwa anapiganisha projet ambayo itapita ndani ya Yakobo. Bisigura ngo Esau yari mu bazimu. Inamaanisha Esau alikuwa mapepo. Yaswe kwicira Yakobo munda. Alitaka kuuwia Yakobo ndani ya tumbo. Reka ngende muri profondeur. Acha tuingie kiundani. Ni kichapo chuko mwisi itabonwa. Ni picha ya kuwa katika ulimwengu isiyoonekana. Tuko kila na mikroskope za hizi. Kwa maana zamani hata mikroskope hazikuwepo. Mwisi itabonwa. Katika ulimwengu usioonekana. Katika dunia ya bagwanya kugira ngo Yesu hase. Katika tumbo ya dunia kuna wenye walikuwa wanapiganisha zamani ili Yesu asionekane. Avanse ko Yesu aseruka bo. Wale ambao walikataa Yesu asionekane wote. Imani yabagiza basibaye. Mungu aliwafanya adui zake. Uze Yakobo na Esau. Napenda Yakobo na mkata Esau. Kwa Esau yaswe picha ya Yakobo. Kwa maana Esau alitaka kumuua Yakobo zaidi. Historia na baadaye. Historia inaendelea. Yakobo muraza makuru hiyo. Yakobo unajua habari zake. Ajarabana batanduka. Akazaa watoto tofauti. Muri linye Yuda. Katika line ya Yuda. Abategerezwa kucaho. Wale anapaswa kutoka ndani. Umwami Yesu. Mfalme Yesu. Ndio linye ilimo Daudi. Ndio line ambayo iko ndani Daudi. Daudi anakora ibizira. Daudi akafanya visivyompendeza Mungu. Kuko Satan. Kwa maana Satan asineza yuko umwana azokurikira. Alikuwa anajua kwamba mtoto ambaye atakuwa ashobora kuba linye izovamo Yesu. Anaweza kuwa line ambayo itatoka ndani Yesu. Shetani anakuja ngo ndabitoba. Shetani akasema ndabitobanga. Mama sakatabaya. Ngoba kweza kumplifia gato. Nataka nimalize. Then acha atera Daudi. Akapiga Daudi. Daudi akajana na Bathsheba. Daudi akaza na Bathsheba. Satani yarasima. Shetani alikuwa anajua Mungu. Ndio huyu Daudi ni akora kino cha. Alisema Daudi atakapofanya hili sasa. Akachayicha uyu uri. Anapita anamuua huyu. Imani chimurandagura. Mungu atapita anamuua. Kugira imana imwemeze. Ili Mungu amkubalishe. Yuko linye Yesu ani linye ya tolerance. Ya kuwa linye ya Yesu ni linye ya tolerance. Hego mwana wa mbere wa Bathsheba arafa. Ndivyo mtoto wa kwanza wa Bathsheba akafa. Alikuwa mwana wa pili wa Bathsheba. Lakini mtoto wa pili wa Bathsheba aliwa Solomon. Ambaye ni Solomon. Na honyene Yesu yaturu. Ndo hapo ambapo Yesu ametokea. Imana ya Yesu kwihangana kuni. Mungu alifanya kuvumilia sikuweza kwa yaraba Daudi. Sio kwa sababu alikuwa anamtizama Daudi. Yaraba jewe ikaraba wewe. Alitizama mimi anakutizama na wewe. Yaraba jewe ikaraba wewe. Alitizama mimi anakutizama na wewe. Uno Mungu Yesu yafilie Golgotha. Yesu alifilia Golgotha. Unaweza kufikia zote ya sababu unaenda kuenea kwa jina la Mangalandro kamazo yako. So mugabu na baada. Mpango ukaendelea. Jesus Yesu anaanza kuseruka akaja kuonekana mumuryango wa Daudi katika familia ya Daudi. Biche kuri Maria ninapopita kwa biche no kuri Yosefu ya Mungu. hata nikipita kwa Yosefu kwa imani ikakubita swata ikubita fuade ikubita visindo bibili chali. Mungu ambaye apiga kiswata akapiga goli mbili kwa pamoja. Listen now. Ombilizana. Yesu akivuka. Yesu alipozaliwa. Wapagani. Abafumu. Abamajusi n'abafumu. Abafumu. Abantu biginyenye. Wale ambao wanasoma vya nyota. Baramulokaliza. Wakamlokalize. Bagiye kumurondera. Walipoenda kumtafuta. Bagiye kwa Herode. Walipofika kwa Herode. Herode yumvise ko umwami yavuye. Herode aliposikia kwamba mfalme amezaliwa. Akategeka yuko abana bato bose akapana amri kuwa watoto wote wakufe. Icyo gihe cyose. Iyo nyakati zote. Iyo biro yonyene bariko baragwanya yuko. Ilikuwa iyo ofisi wanapiganisha isifunguke. Una musi Imana ishoboye kugutangarira. Siku ya leo Mungu anaweza kukushangaa. Nibiyo biro byarakuzi kaboneka. Kama iyo ofisi
ikaonekana. Ukaba utinjiramo kwa akili zao. Hapo hauingii kuchukua vya kwako. Ukaba ushitseyo. Unakuwa utakapofika huko. Umenye ibiriyo. Usijui vile ambavyo viko huko. Jambo limwe lishoboye kuvugwa. Neno limoja linaweza likasemeka. Bose bakavuga amen. Wote wakasema amen. Umwe bigashika ningoga. Umoja likafika kwa haraka. Undi bigateba. Ungine vitakawa. Undi bibinashiki. Ungine visifiki. Why? Kuberika. Kuna kwa umwe yavuze amen. Kwa maana wa kwanza aliposema amen. Comprehension ivugango. Katika kuelewa kunasema. Prophet. Nabii. Ivyuvuze. Vile ambavyo unavisema. Nabii ziko bili mu biro ya posi. Na vijua kwamba viko katika ofisi ya tajiri. Kwa yeye kubivuga. Kuona amekubali uvisema. Amen na miyashikilia. Amen vinanifikiria. Kalababosa. Zeketelebosha. Mayobra makalabra azekata. So Jesus the big deal. Yesu rero umugambi munini katika mipango yake mikubwa. Wenye namaze kukura aratifugira. Yepeke alipokomaa kabisa. Amaze kugenda mwijuru. Alipoenda mbinguni sasa. Intumwa ziravuga ngo. Mitume wakasema. Mugitabo cha Luka 10:34. Katika kitabu cha Luka 10:17. Amakuru ya Yesu Munyanazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Yali yusuye muhemu uhoraho n'ubushobozi. Ambaye alikuwa na Roho wa Mungu pamoja na uwezo. Nataka nimalizie hapa. Amakuru ya Yesu Munyanazareti. Habari za Yesu wa Nazareti. Hapana yengenda kiza kwa. Hapana, alienda na kuonesha magonjwa. Hapana. Hapana wagenda amugurudimu. Hapana yule ambaye alikuwa anaponesha viwete. Hapana. Hapana wagenda asura watu. Hapana aliyokwenda na kufufua watu. Fungula Biblia yako keza. Lakini Biblia ziji ni nyingi. Ufise Biblia ya Kifaransa. Mwenye uko na Biblia ya Kifaransa pia ifungue. Olipata Jésus qui guérissait les malades. Na ngobavuga kuri Yesu yatizigwara. Olipata Jésus qui était déjà. Na ngobavuga kuri Yesu yafashaga abantu. Aliyo mystère ngomba kuvuga ngaho. Hayo mystère ngomba kuvuga. Unataka niseme hapa. Actes des apôtres 10:38. Actes des apôtres 10. Listen this one. C'est en français. On dit quoi? Chapitre Actes des apôtres. Acte 10:38. Lisons dans de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Est-ce qu'on dit tous ceux qui étaient malades ou bien tous ceux qui étaient sous l'empire du diable? Car Dieu était avec lui. Yesu yakula abantu munsi y'ububata bwa Satani. Alikuwa anatoa watu chini ya esclavage ya Shetani. Nisikilizeni vizuri. Igihe wewe walikuwa. Nyakati wewe ulipokuwa. Yesu yavuze kukwaya. Yesu hakusema kuwa unagonjwa. Yesu yabona ko Shetani akutwaza manyama. Yesu aliona kwamba Shetani anakupeleka kwa kinguvu. Hamjanielewa hapo. Jewe iyo ndiko sengera abantu bakiri. Nyakati ninapoombea watu wapone. Simba ndiko ndatiringa n'imbwara. Siku niko nafanya dili na magonjwa yao. Ndiko mbwana numba kwa jamanya. Nakuwa niko napambana na wale watia kiburi. Kumbe ni mbara ya malaria si mbara ya malaria. Kumbe magonjwa ya malaria sio magonjwa ya malaria, ni kiburi cha malaria. Na manyama ya Shetani. Ni kiburi cha Shetani. Tulivuga ija Yesu Munyanazareti. Yesu nde? Yesu wa nani? Joshua nawe abanyagaga. Ingene Imana yamusutseko mpemu yera n'ubushobozi. Imana yamusutseko mpemu yera niki? Mungu alitia kwa Roho Mtakatifu na nini? Akagenda agirira abantu neza. Akagenda agirira abantu. Akaenda akatendea watu mema. Hapa ni miti. Hapana miti. Agirira abantu. Alienda akatendea watu. Tugirioneza yagize. Tuambie hilo ambalo alifanya. Agakiza abo bose
mugwanizi atwaza amanyama. Praise. Asisi kama tunatawala kulia kwa Sidhani kwamba mnaelewa katika tafsiri ya kuonekana zaidi. Yesu ni akiza umugore y'abutsinda. Yesu hakuponya ule mwanamke ambaye alikuwa anagonjwa. Ahubwo yataye abo shetani yatwaje amanyama. Lakini alisaidia wale ambao shetani alipeleka kwa kiburi. Kumbe ingorane abantu bafise. Kumbe tatizo ambalo watu wanalo na manyama ya biro ya shetani ni kiburi cha ofisi ya shetani. Turakumva prophet. Amen. Ubukene abantu bafise. Umaskini ambayo watu wanao Sigimana ya sio ule ambao Mungu aliumba, na manyama ya Satani. ni kiburi cha shetani. Ingwara ya sida umunafisi. Magonjwa ya ukimwi ambayo mtu anayo Zingwara sio magonjwa, na manyama ya Satani. ni kiburi cha shetani. Tugomba tuopere muri dimension ile tugata. Tunataka tutumikie katika dimension yuko juu kidogo. Ikintu cyose kibi kiri ku muntu. Kitu chote kibaya kiko kwa mtu. Imana ikimukuyeko. Nyakati Mungu anapokimtoa ndani, Iba imukuyeko amanyama ya Satani. inakuwa inamtoa eko kiburi cha shetani. Zeketere boshata. Ikintu kibi cyose kicaye ku buzima w'umuntu. Kitu kibaya chote kinakaa ndani ya maisha ya mtu, Na manyama ya Satani. ni kiburi cha shetani. Ingorane rero ni Tatizo sasa ni hii, abantu baremera cyane ibyo ofisi ya Satani ikora. watu wanakubali sana vile ambavyo ofisi ya shetani inafanya, Ariko ntibemera icyo ofisi ya Yesu. lakini hawakubali kile ambacho ofisi ya Yesu inatenda. Imana yabwiye ndabigishe ko ofisi ya Yesu Kama Mungu amenambia niwafundishe kwa ajili ya biro ya Yesu, arazi neza ko mama mugenda mu mabiro. anajua kwamba mnakuwa mnaenda katika maofisi. Kandi igihe umupapa agiye kuri biro y'amashuri, Tena nyakati baba anaenda katika ofisini kwa masomo, aba yiteze ko kuri iryo shuri bazokwigisha umwana we. anakuwa anasubiria kuwa katika hayo masomo watafunza mtoto wake. Yesu agomba yuko niwinjira muri biro ye, Yesu anataka utakapoingia katika ofisi yake, wizere yuko uza gusohokana ubutumwa amini bwiza. kuwa utatoka na habari njema. Yesu agomba ko niwinjira muri iyo biro Yesu ye, anataka utakapoingia ofisini mwake, wewe uboshwe wizere ko usohotse wewe aho. umefungwa, amini kuwa utatoka umefunguliwa. Yesu agomba niwinjira muri iyo biro ye, Yesu anataka utakapoingia katika wewe ofisi, warurwaye wewe ambaye unagonjwa, uamini kuwa unatoka umepona. si il y a un bureau chargé de tes problèmes, pourquoi est-ce que tu possèdes un côté? Niba hariho biro icenda ibibazo byawe, kubera iki ugitunze ibibazo byawe? Donc tu as aimé tes problèmes. S'il y a un bureau chargé de tes problèmes, Niba hariho biro icejwe ibibazo byawe, et le directeur de ce bureau-là se déclare lui-même, kandi umudiregiteri w'iyo biro arivugira wenyine, je suis ici pour votre problème. ndi ngaha kubw'ibibazo Alors byawe. si quelqu'un garde ses problèmes, Rero niba umuntu ashobora kugumana ibibazo byiwe, à qui la faute? ingorane ni yanjye cyangwa ikosa ni ryanjye. Amen. Amen. Ni bande bafise ingorane? Ni wanani wana matatizo? Merci, merci. Mwarakoze. Abafise ingorane bahagurukira rero. Wenye wako na matatizo wasimame niwaoneshe. Thank you, Lord Jesus. Urakoze mwami Yesu. Urakoze mwami Yesu. Thank you, Lord Jesus. Urakoze mwami Yesu. Thank you, Lord Jesus. Urakoze mana Yesu. Thank you, Lord Jesus. Urakoze mwami Yesu. Zakata barabosha. Ushirika zakata. Tutieni mikono yenu juu. Dear Jesus. Mukunzi Yesu. 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 Bado wanne bahagaze gusa. Hawa watu hawasimami tu, Barishi muri biro yawe. wanaingia katika ofisi yako, Muri iyo office. muri ofisi yawe, Muri iyo office. ofisi yawe, Muri iyo office. mu biro byawe, 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 mu biro byawe, mu biro byawe, mu biro byawe,
encore une fois, Seigneur. garagaza kandi ukundi mwami, Va encore une fois, Seigneur. garagaza ukundi kandi mwami, Qui t'est chargé de ces problèmes. yuko ujye ibyo bibazo byiwe Touch them. bakoreko Touch them. bakoreko 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 kubw'imbaraga y'umurimo wawe bakoreko bakoreko bakoreko. Marco Sata. Oh, shit, il y a Kuna mtu analewa It's not me. na karibu But muri office. lakini katika ofisi Someone is doing something strong. umuntu umwe ariko akora ikintu ku bwawe Touch them. bakoreko Touch them. bakoreko 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 bakoreko. Touch them, touch them, touch them. Waguse, 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 waguse.